Mankush. Kitengo ambacho kimefanya kumekupigia simu kinaitwa hii si ya kusahau. Ambapo tunapigia Mkenya simu alafu anatupatia incidents moja ambayo iliwahi kumtokea maishani ambayo paka leo anaikumbuka. Sasa hebu tuambie ni nini kilitokea maishani kimoja tu ambao hujawahi kusahau paka leo. Nilipooa 1983. Mke wangu alipata mimba 1984. Kaka hukuchelewesha. Na sikuchelewesha dadi. Si unao mnapatiana 2 years za honeymoon hawa. Nilikwambia wakati nilioa sio wakati nilimjua. Kuna tofauti. There's a very big difference. Okay. Now we know. Sasa nilikuwa nafanya kazi kwa club moja huko Nakuru, Bangladesh, ilikuwa inaitwa Karibu Club. Na nikaona msichana mzuri sana huko alikuwa anaitwa Wairimo. Naam. Yes. Lakini Wairimo jina yake alikuwa anaitwa Sabina Barongo, alikuwa Mkisii. Naam. Nikakimbia nyumbani, nilikuwa nimekodesha ka nyumba ya 15 shillings. Tulikuwa tunalipa 15 shillings per month. Shilingi 15. Na ilikuwa inakosa. Nikaenda nikadanganya mke wangu kwa sababu kwa Mayanzi ni hapo tuna Mayanzi alikuwa amesafiri huko Kinungi. Aende akae na watoto. Naam. Watoto wasilale peke yao na asikie tulikuwa na yeye hapo. Sasa silikuwa tu nimtoe kwa nyumba, sasa unge afford karojing baba. True story. Sasa akaniambia ameenda. Mama mwingine hapo ni iba yangu. Yes. Mjinga sana. Mjinga sana. Hata nishukuru Mungu alikufa. Alikufanya nini? Thank God. Akaambia mke wangu na kalikuwa kasichana, nadanganya. Huyu na mzee wangu mimi nawajua na wanawake. Shika kisu. Shika mti. Weka hapo, acha nikufungie ndani. Wakija uwaue. Sasa tulikuwa tunaona na ile unakumbuka ile kanyitira ile katika kataa ile ilikuwa inawekwa mafuta ya mkebe. Na najua kibatari ile. Hiyo ndio tulikuwa tunatumia. Okay. Na nyumba yangu ukifungua mlango haingefunguka yote, mlango ilikuwa inagonga kidada. Kwa hivyo nyumba ilikuwa ndogo. Na nyumba ilikuwa ndogo hivyo ni lazima ufungue alafu ujifinyie ndio ingie. Alafu mfunge. Naam. Na kitanda ni 4x6. Sasa mimi ati 4x6. 4x6 bwana ni ya matajiri. Super room 3. Nenda. Na nilikuwa nimeinunua njoro 50 shillings. Wow. Na nikaiteremsha na baiskeli. Baiskeli nilikuwa nimekodesha 10 bob. Sasa wacha nikute kufuli iko nje. Nikafungua vizuri na tumelewa. Mkaingia. Nikaingia alafu sasa nikamvuruta akaingia tukafunga. Kwenda kuhakisha ile kataa. Unaona mtu. Nikaona macho imeniangalia kwa kona ya na ndii tulipigwa. Tulilimwa. Na umelewa mujiezi. Tulilimwa. Mungu akanisaidia tu. Sasa sitaki kuguza mke wangu kwa sababu she is pregnant. Na alikuwa azae next month. Wow. Sasa unaona hiyo shida. Sasa nilikuwa nikikonga koko na kidole hii ya kupoint mtu kwa kichwa hivi. Nitarudia hiyo tena. Nasema hapana. Sabina Barongo anakongo ananiambia, "Mbona huku niambia umeoa?" Sasa Mungu akanisaidia tu nikaweza kushika kisu. Kudungwa lakini kuni ilitufanyia kazi. Mulipigwa kuni mbaya. Nikafungua mlango, nikasukuma mchana nje na mimi nikatoka na nikafunga na nje na tukaenda. Mkamwacha hapo ndani. Tulika opposite the road hapo kulikuwa na hoteli nyingine kubwa ilikuwa imefunguliwa ilikuwa inaitwa Pumpkin. Ukielekea kwa Mkarafuu hapo. Yes. Sasa tulienda hapo najulikana, nikaambia manager nitaleta pesa asubuhi. Yes. Ilikuwa ile Bob Lodging. Na hauna. Sina, sasa tulilala huko. Na Barongo. Lakini hata nini haikuwa inafanya nini. Itafanya aje? Unasema mzee mzima alikufail. Itafanya aje?
Sasa hiyo tuliona hivyo tunakulimwa. Malkush. Lakini asubuhi ikifika sasa uchungu ndio unajua ndio iko mingi. Manake pale pombe inapoteza uchungu. Nikaona sasa nimepoteza msichana, nimepoteza 8 shillings. Na hukupata heni. Ushawahi kuona vile mutura inaweka kwa nyama na kidole? Mimi nilisibilia kama mutura, nikasema hapana, siwezi poteza hii mambo. Nilisibilia na kidole. Huwezi poteza kila kitu. I will never forget that day. Malkush. Niulize. Wife bado anakuaga? Wife wako? Si tuko naye hata saa hii, sijapata. Alikusamea? Hata hakumbuka. Sasa sinilitajirika, sasa nampiga na pesa kwa macho. Unasema Malkush vile nampiga na 20,000. Malkush unasema vile alikulima hiyo siku kulipiza. Hata nikwambie dadi. Mimi hata naweza jisikiria ceiling niagukie. Asante sana Mankush kuongea nasi hapa Radio 47. Bro, sisi ni wazuri. Kumbe watu wako twisted hapa nje. Nasemaje? Na hiyo si ya kusahau.